Hatimaye likizo iliisha na shule zilifunguliwa, zile za Santa Kayumba ama za Santa Kishua. Vijana wakaanza hekaheka. Santa Gerard Secondary School, shule ya mission hii, ndicho kilikuwa kiota cha elimu kwa watoto wa geti kali kama Viki. Huko alipata kila alichokihitaji, isipokuwa tu alimkosa Abdul. Akiwa na shoga yake aitwaye Jackie, Viki alijitahidi kumsimulia kila alichokifanya na Abdul. Viki aliongea kwa hisia sana. Utafikiri yeye ndiye alikuwa mtu wa kwanza kuvumbua furaha katika mapenzi. Na kama unampenda kiasi hicho, basi ongeza wiki nyingine Viki. Alimtania Jackie rafiki yake na Viki, huku naye akiambukizwa tabasamu. We, hivi mshu wangu unamjua au unamsikia? Na tena siku akijua nina mpenzi lazima atanizika bila jeneza, alieleza Viki huku akicheka. Viki aliendelea na maisha ya shule na ratiba zake kama kawaida, lakini kuna nyakati alijihisi mpweke sana kwa kumisi Abdul. Na swala la yeye kuonana na Abdul kwa wakati huo lilikuwa gumu kuliko samaki kuota manyoya. Upande wa pili, shule sekondari Santa Kayumba, alikuwepo binti mrembo na mpole sana aitwaye Nei. Nei na Abdul walikuwa ni marafiki wa karibu sana, tena wanaosoma darasa moja. Lakini kama Waswahili wanavyosema, hakunaga urafiki wa chura na nge. Japo Abdul alimuona Nei kama mdogo wake ama dada yake vile, upande wa Nei mambo yalikuwa yanaanza kubadilika. Nei alikuwa ni binti ambaye hakuwahi kuingia katika mahusiano yoyote. Cha kuvutia zaidi ni kuwa hata hisia zake kwa Abdul yeye mwenyewe hakuweza kuzitafsiri kwa haraka. Alijikuta tu anabaini kuwa kila anapoguswa na Abdul, mwili wake unakuwa kama umepigwa shoti hivi na kusisimka kama vinyeleo vya nungunungu. Na pia asipomwona Abdul kwa lisaa tu, anajihisi kama jabali la tani 7 linaukandamiza moyo wake. Basi Nei akajikuta ni mtu wa kuchekacheka tu kila anapomwona Abdul. Darasani si kalamu, si kitabu, haziandiki mpaka mkodolee macho Abdul. Na hata ikifika muda wa mapumziko hanywi uji wala chai mpaka amwone Abdul. Siku moja aligundua kuwa rafiki yake Abdul amebaki darasani baada anapiga msuli. Nei alinunua asali na chapati kumpelekea huko darasani. Asante Nei, alisema Abdul. Nei aliketi pembeni naye akasema, kwani wewe huogopi njaa au unakula vitabu tu? Abdul alimjibu, unajua likizo nilipumzika sana. Sasa najazia. Ningekuwa na uwezo wa kula vitabu mbona mngenikoma? Ingekuwa raha sana. Tungekuita Ticha Abdul, alisema Nei, na wote wakaangua kicheko. Abdul ndiye alikuwa kinara darasani na Nei alikuwa namba 2. Somo pekee alilokuwa Nei anamzidi Abdul ilikuwa ni somo la Kiingereza, lakini masomo mengine yote, iwe hesabu ama sayansi, kwake Abdul ilikuwa ni kama nzi alifika jalalani. Sio debate, sio mitihani ya nje, kila kitu Abdul alikuwa yuko fiti. Na wote wawili hao walikuwa ni viongozi. Nei alijikuta muda mwingi sana yuko pamoja na Abdul kuliko hata na vigoli wenzake. Majira ya mchana waliingia maktaba kupiga msuli, lakini Nei kujisomea mbele ya Abdul ilikuwa ni kama mkulima kupanda miwa nyuma ya shule. Impossible kabisa. Basi mtoto wa kike alibakia tu kuhema kama mgonjwa wa pumu. Siku hiyo pia ilikuwepo mechi kali sana kati ya mahasimu wawili ambao ni kidato cha 4 na kidato cha 3. Abdul ndiye alikuwa captain wa kidato cha 4 na siku hiyo aliweza kufunga penalty ya ushindi ambayo ilimfanya afurahi sana. Nei alikuwa kwanza kwenda kushangilia na kumpongeza. Bahati ya kumpongeza Abdul ilionekana kama inachezewa hivi na Nei, kwani baadaye walikuja watoto wa kike karibu kila kidato na kuanza kumkumbatia Abdul kwa furaha. Kitendo hicho cha Abdul kukumbatia na wadada kiliuchimbia mkuki wa moto katika mtima wa Nei. Alikimbia na kwa mpaka kujificha darasani peke yake kwa kuchanganyikiwa kabisa na huzuni. Alihamahama kama swala mwenye mimba, na mwisho machozi yenye uzito usiopimika alianza kumtoka. Lakini alijikaza. Baada ya hekaheka za mechi alikuwa kama chuma kwenye sumaku. Nei alimfuata Abdul, wakaketi kwenye bustani ya miti wakipiga upepo na story. Na hata muda wa kuondoka walichukua vibasikeli vyao
na kuanza safari ya kurudi kwao. Wewe unafikiri nani anastahili kuwa na Abdul? Viki ama Nay?